kama mtu wa kawaida. Lit kod kuyo koro kwako gwenge mag Gichungu e kar chung'od bura mag Gichungu e kaunti ma Kirinyaga bang' jago moro nego jaode ma jahigni 40 bang' chopo e ode saa 4 otieno kendo fwenyo ni jaode nouso oganda kaok onyise. Jagono nomaki gi obila manotere nyaka e tesend obila maki e Kirinyaga kama koro geng'ne ka obila koro osechako timo nonro e wi nek ma kamano. Ripot yango ni achijno ne odonjo e ode e kar saa 4 mar otieno kendo monjo min ode wira ni ouso oganda ka ok omiye thuolo. Nikatoka kwa gate venye nilisikia kuna makelele nje, nikapanda mpaka hapa juu kwa majirani, kwa jirani wangu, na ndiposa nikasikia wanaulizana maharagwe. Kaulizwa maharagwe umeuza wapi, na sababu huyu mtu mwenye aliuana ni mtu anakuwa na fitina, sikuweza kuingia huko. So jirani mwingine akakuja hapa, nikamwambia tuingie, kaniambia anaogopa huko kuingia sababu ile fitina hiyo mtu anakuanga nayo. So ndiposa mimi nikakuja nikarudi kwangu. Nikarudi baada ya saa kama moja hivi nikasikia bibi akisema kwa sauti, akisema waende wakamonyesha kwa nyumba mahali maharagwe iko. Na wakati tulifika hapa tukasunguka kwa nyumba, tukakuta kuna mwili yote ya ile marehemu ambaye alikuwa amesema ameua, na yeye mwenyewe akapigwa simu tena akasema msitafute sana, mtu ambaye nimeua ako hapo kwa jiko, ako jikoni. Na wakati nilifungua jiko kwa nyumba ya jikoni, tukakuta kweli ni kweli amemuua na ameraswa hapo kwenye jiko. Nilipigiwa simu nikiwa huko Gichungu, nikapigiwa simu nikaambiwa area yako imefanyika mambo ingine na ingine, huko kuna mtu ameua mtu. Sasa nikakimbia asubuhi, nikakuja na nikadhibitisha, nikaona ni kweli. Sasa ndio askari walikuja wakaangalia nini cha busivu Brokolinda. Huyu mwingine tunasaidia na yeye ndiye alipigiwa simu akakunja. Sasa na tukadhibitisha, tukaona hiyo mambo ni kweli, na hatukujua vile mambo ilifanyika. Siwezi sema, hata ninasikia kulikuwa na vurugu usiku wakapigana nini, lakini sikujua.